Oh yeah, after duty now is the time of a story. Leo nataka tumzungumzie msanii wa Marekani, ni mwanadada anaitwa Rihanna Fenty. Rihanna Fenty ni msanii maarufu sana. Nikitaja jina Rihanna, hakuna mtu ambaye hajawahi kumsikia wala hakuna mtu ambaye hajawahi kujua kwamba kuna msanii anaitwa Rihanna. Rihanna alizaliwa Barbados, Bridgetown. Barbados, Bridgetown. Nikisema Barbados, Bridgetown, maana yake ni kisiwa ambacho kipo bahari za Caribbean, bahari ndogo ya Caribbean, lakini pia kwa upande wa juu ni bahari kubwa, ni Atlantic. Ni kisiwa ambacho kipo Amerika ya Kaskazini. Ni Barbados, mji mkuu ni Bridgetown. Rihanna ndiko alikozaliwa kule, na baba yake alikuwa anaitwa Ronaldo Fenty, sio Fenty, Fenty, Ronaldo Fenty. Mama yake alikuwa anaitwa Monica Braithwaite, Monica Braithwaite. Hawa ndio wazazi wa Rihanna Fenty. Na pia alizaliwa katika familia ya kawaida, sio familia ya kitajiri. Ni familia za kawaida tu ambazo zina uwezo wa kusurvive, na wakapata ugali tu wa kula na mavazi ya kawaida kukidhi mahitaji madogo madogo kama kuweza kumudu malazi na vitu vingine vidogo vya kawaida. Lakini pia Rihanna safari yake ya mziki ilianza na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni Marekani, ila alikuwa amekwenda kule kisiwani, alienda likizo, alienda na mke wake. Kufika pale Barbados akawa amesikia skendo za kwamba kuna mwanadada mmoja anaitwa Rihanna, ni anaimba sana. Akawa amefikia hotelini, akawa ameomba kuonana na Rihanna. Akaagiza baadhi ya watu ambao wanafahamiana na Rihanna kwamba bwana, kuna mtu amekurequest anaomba kuonana afanye nawe mazungumzo. Kwa hiyo Rihanna akawa amekwenda pale hotelini, alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa wametengeneza kama crew ambao walikuwa wanaimba. Fika pale akawa amefanya mazungumzo na jamaa anaitwa Evan Rogers akawa amejaribu kumfanyia demo pale. Kweli akaona ni anafaa kabisa kwenye industry ya music, akaona kabisa atamfaa. Na nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2003. 2004 Evan Rogers akawa amemfanyia Rihanna demo. Mona, na zile demo alimfanyia Rihanna, alimba nyimbo mbili. Nyimbo ya kwanza alimba nyimbo ya Destiny Child inaitwa Emotion. Nyimbo ya pili alimba nyimbo ya Mariah Carey inaitwa Hero. Zile demo akawa amezichukua akampelekea huyu jamaa anaitwa Jay-Z ndani ya Def Jam Records. Jay-Z akazisikiliza zile demo akasema, bwana, huyu mbona kama ni anatufaa kwenye shughuli zetu, ni mzuri. Kwa hiyo wakawa wamekubaliana, wakamtafuta. 2005 Rihanna akawa amesaini mkataba ndani ya Def Jam Records chini ya Jay-Z, wakawa wameanza kazi rasmi. Kwa hiyo tayari baada ya kusaini lebo pale, wakawa wameanza kazi. Albamu yake ya kwanza inaitwa Music of the Sun. Hiyo ndio albamu yake ya kwanza alitoa mwaka 2005. Kwa ndani ya hiyo albamu ya Music of the Sun ambayo ilitoka 2005, ila wimbo ambao ulikuwa ni hits sana katika hiyo albamu ulikuwa unaitwa Pon de Replay. Pon de Replay ndio wimbo ambao ulikuwa hits sana katika albamu ya Music of the Sun. Kwa albamu hiyo ilitoka mwaka 2005. Mafanikio na safari ya Rihanna 2005 ndio ikaanza kuonekana vizuri kabisa. Manake tayari naye akaanza kuonekana sasa anashikashika viera na nini, anaanza kunawiri. Unajua watoto wa kike bwana, kulizika hawachelewi. Rihanna 2005, 2006, 2007 akaja pia akatoa album nyingine. Tukiachana na Music of the Sun, akaja akatoa album nyingine inaitwa Good Girl Gone Bad. Na wimbo ambao pia ulikuwa hits sana katika Good Girl Gone Bad ulikuwa ni Umbrella. Huo sasa ndio ulienda viral sana Umbrella. Ikaja ikani albamu yake ya pili.
Wamekwenda 2007, 2008. 2008 ikaanza kusikika skendo kwamba Rihanna yupo kwenye relationship na Chris Breezy au Chris Brown. Kwa hiyo ikaanza kusikika skendo ya mahusiano yeye na Chris Breezy. Lakini pia ndani ya mahusiano yale ikaja wakatofautiana, wanajua wao nini walichogombana. Unajua bwana, wapendanao bwana waishagi kugombana. 2009 kabla ya Grammy Awards, Chris Brown akaja akampiga Rihanna, alimuumiza sana. Akawa amevimba usoni, mwili wote, yani atamaniki. Sasa tayari yule pale ni famous. Kwa hiyo ile skendo ikawa kwake mbaya sana kwamba Chris Brown kampiga mpenzi wake Rihanna. Ile issue ikaja ikafuatiliwa, jamaa kama amekamatwa akawekwa ndani, baadaye kweli akaja akakiri kweli yeye kampiga, na pia anaomba kuyamaliza ili maisha mengine yaendelee. Umeona? Lakini ndani ya hiyo 2009 ambapo kwenye hilo tukio, miezi michache baadaye kwenye Grammy Awards, Rihanna akaja akapewa tuzo kwenye Grammy Awards. Umeona? Nikisema Grammy Awards kuna baadhi ya watu wanafahamu, ila kwa wale ambao hawafahamu Grammy Awards ni nini. Grammy Awards ni kitu hichi hapa. Yaani tufanye kama ni tuzo kubwa za kimusic, za kisanii maarufu duniani, ndio inaitwa Grammy Awards, na mara nyingi huwa inafanyika kila mwaka. Kwa hiyo tukisema Grammy Awards maana yake ni hiyo ambayo jinsi nilivyoweza kuiexplain Grammy Awards ni nini. Kwa hiyo Grammy Awards ni matukio makubwa sana ambayo yanafanyika, na hii issue wage inaandaliwaga ni Marekani. Sifahamu vizuri sana kwamba issue hawa watu ambao wanadeal na Grammy Awards kule Marekani ni wakina nani, lakini ni issue ambayo inafanyikaga Marekani. Hiyo ikawa imefanyika mwaka 2009. Lakini pia historia ya Rihanna haikuishia hapo. 2015 tena zikaanza skendo kwamba Rihanna mara ana date na Jay-Z, lakini pia wakajaribu kumhoji Jay-Z. Ile issue ya kama ikataka, mimi ni kazi kama kazi, sina relation yoyote na huyu mwanamke. Kwa hiyo ikawa imekwenda ni hivyo. Ana historia ni nyingi nzuri za kuvutia na za kusisimua. Ukitaka kumfuatilia Rihanna, nenda msearch umuone Rihanna jinsi alivyo, na mpaka leo bado Rihanna ni kama Rihanna, hajazeeka. Lakini pia sasa hivi tayari yupo kwenye mafanikio makubwa, tayari anamiliki biashara kubwa, ni mtu maarufu. Umeona bana? Kwa hiyo Rihanna jina lake kamili anaitwa Robyn Rihanna Fenty, ndio jina kamili, lakini zaidi ni maarufu kwa jina la Rihanna. Nitazidi kukuletea historia za wasanii maarufu duniani, wachekeshaji, waigizaji, waimbaji, tena kwenye hii blog. Kwa hiyo usikae mbali na hii blog. Umeona? Famous Life. Nitakuletea vitu ambavyo viko yani hidden sana, mimi nitazidi kuvichimba na kuvileta kwenu. Nikushukuru sana pia, na nasema kwamba endelea kunifuatilia, usiache. Mwisho wa video hii pia ni mwanzo wa video nyingine. Kama kuna msanii unamhitaji tumchambue, tumjue, mlete, mweke hapa, mweke kwenye comment, mimi nikimkuta nitakuchambulia, nitakuletea. Ila tu ni kuombe pale kwenye kunifollow, jitahidi sana kunifollow ili tuweze kufikia level nyingine, tusogee, tuzidi kujua kwamba tunafanyaje. Kwa ni comment pia nitafurahi ukisubscribe, ukilike, ukishare. Safi kabisa. Tuko pamoja, karibu tena kwenye video nyingine. Asanteni sana.